Habarini za wakati huu wapendwa watazamaji. Nipende kuwakaribisha kwa mara nyingine tena katika chaneli yetu pendwa ya Afya kwa Wote. Na siku ya leo tunaenda kujifunza umuhimu wa kuzingatia umri wa mgonjwa kabla ya kumeza dawa. Wapendwa watazamaji, umri huwa unadetermine ukomavu wa viungo muhimu vya binadamu katika uchujaji na utoaji takamwili zinazotokana na dawa katika mwili wake. Hivyo basi, tunapojua umri wa mgonjwa, ile inatudirect moja kwa moja ni dawa ya namna gani tunatakiwa tumpatie. Mfano, anaweza akawa ni mtoto, anaweza akawa ni mzee, lazima tunaangalia huyu anatakiwa ameze kidonge kwa sababu mmeng'enyo wake wa chakula huko stable, anaweza kutembeza vizuri kidonge, au tumpe dawa ya maji. Hivyo basi, ni kitu gani ambacho kinatuguide sana tunapokuwa tunazungumzia swala zima la umri wa mgonjwa katika kumpatia dawa? Kwanza, faida muhimu tunayoweza kuipata katika swala zima la kuangalia umri wa mgonjwa ni pamoja, utusaidia kumpatia dozi sahihi mgonjwa. Kumpatia dozi sahihi mgonjwa ni pamoja na kuangalia vile pia, labda niseme sisi kama wafamasia huwa tuna formula mbalimbali, lakini formula mojawapo ya kumpatia mgonjwa dawa, kanuni ya kujua huyu mgonjwa tunampa dawa kiasi gani, ni pamoja pia na kanuni inayozungumzia swala zima la umri. Hivyo basi, ili tuweze kumpatia mgonjwa wetu dozi sahihi, lazima tuangalie umri wake, kwa sababu umri ndio unaweza kudetermine ukomavu, stability ya viungo vyake vinavyohusiana na swala zima la nini, la kuchuja dawa, la kutoa takamwili, la kuchanganua dawa, mchakato mzima wa absorption ya dawa kuingia kwenye blood stream. Hivyo basi, ili tuweze kumpatia dozi, tuweze kupata mwongozo wa kujua kwamba huyu mtoto tunampa dawa kiasi gani, huyu mzee tunampa dawa kiasi gani, huyu mtu tunampa dawa kiasi gani, lazima tuangalie swala zima la nini, umri. Lakini pia baada ya kuangalia huyu umri, inatusaidia kujua kulinda ubora wa mifumo pamoja na ogani muhimu zinazohusiana na kuchuja dawa mwilini. Wapendwa watazamaji, kuna kitu kinaitwa figo, kuna kitu kinaitwa ini. Kwenye ini ndo tunafanyika metabolism, ambapo ini linaenda kuchuja sumu na kuhakikisha dawa sahihi inaenda kwa ajili ya kumtibu yule mgonjwa. Lakini tunapokuja kwenye swala zima la figo, ili tusiweze kuchosha figo, lazima tuhakikishe yule mgonjwa anapata dawa inayoendana na ukomavu wa viungo vyake vinavyotokana na umri wake. Tunajua kabisa watoto wachanga umri wao bado hauruhusu wao kutumia dawa ambazo mwisho wa siku zinaweza zisiwe sahihi. Mzee, kwa sababu ile mifumo imeshazofika kiasi fulani, kwa hiyo na mwenyewe wakati mwingine tunaweza kuwatibu kama watoto. Hivyo basi, ule umri unatuongoza katika kuhakikisha mifumo ya mgonjwa husika inazidi kulindwa katika ubora, usalama na ufanisi wake katika kuitembeza ile dawa. Lakini pia jambo lingine ufanisi wa dawa yenyewe. Wapendwa watazamaji, umri wa mtoto tunaamini kabisa mmeng'enyo wa chakula bado unakuwa haujakomaa. Hivyo basi, ili tuweze kumpa dawa ambayo itatengeneza ufanisi chanya katika kumpa matibabu mazuri, lazima tujue kwamba huyu mtoto anatakiwa pewe dawa ya mfumo wa maji, ambapo mmeng'enyo wa chakula hautopata kazi kubwa sana ya kuchakata ili ile dawa iweze kuingia moja kwa moja kwenye mfumo wa damu na kumpa haueni ya haraka. Lakini pia bado kwa mtu mzima ambaye hana changamoto yote ile, atapewa dawa kulingana na umri wake, kwa kuangalia hiki kiwango cha dawa tulichompa kitaweza kutengeneza ufanisi mzuri bila kuzidisha wala bila kupunguza. Lakini pia tunaangalia usalama wa mgonjwa. Wapendwa watazamaji, umri ni kitu muhimu sana, ni kigezo muhimu sana, na ndio maana kinaandikwa kwenye prescription. Unapofika mapokezi, point ya kwanza lazima wataandika umri wako, jina lako pamoja na kupima uzito. Hivyo basi, wapendwa watazamaji, kitu cha msingi ambacho tunapenda kuasisitiza sana, unapotaja umri wako sahihi, hii inakuongoza wewe kuwa na usalama, kuwa na ufanisi, kuwa na kitu ambacho kitaweza kumaintain ile hali yako kama ulivyokuja hospitali, kama ulivyoenda pharmacy kwa ajili ya kufanyaji, ya kupewa tiba sahihi. Lakini pia tunazungumzia kuepuka madhara makubwa sana. Wapendwa watazamaji, kuna dawa ambazo ukimpa mtu ambaye viungo vyake muhimu kama figo, ini, lakini na viungo vingine vyote havijakomaa, havijawa katika stability ya kuweza kumaintain kiwango fulani cha dawa,
mwisho wa siku huyu mtu atapata madhara makubwa sana. Maana tunachokuwa tunakilinda ni kwamba je, ukomavu wa viungo vyake unaweza ukasapoti utumiaji wa dawa fulani, unaweza ukasapoti kiwango fulani. Lakini sasa ndio unakuta watu wengine bila kujali hayo mambo, unakuta anasema mimi natumia dawa fulani, anajioverdose kwa lengo la kwamba hawahi kupona, lakini anasahau kwamba huku nyuma anaweza akaasili vitu vingine. Mwingine anaogopa dawa, anatumia kiwango kidogo, lakini anasahau kwamba anatengeneza usugu wa dawa. Hivyo basi katika program nzima ya kupambana na antimicrobial resistance, umri wa mtu unahusika katika kuhakikisha kwamba tunampa kiwango sahihi cha dawa kitakachoweza kumpatia ufanisi mzuri, kitakachoweza kulinda usalama wake na kitakachoweza kuhakikisha usalama wake, ufanisi wake pamoja na vitu vingine vyote katika kulinda afya yake ili kubaki katika ubora wake. Wapendwa watazamaji, tukiyazingatia haya yote, tukiweza kujua faida za kutaja umri wako sahihi unapoenda kupewa dawa, tunaamini kabisa utaweza kutengamana, utaweza kuishi maisha yako vizuri bila changamoto yoyote ile. Hivyo basi program yetu au TV yetu ya Afya kwa Wote inawakumbusha, itakuwa inaendelea kuwafundisha matumizi sahihi ya dawa kwa kuwaeleza kila umuhimu wa kile kitu unachoulizwa unapoenda hospitali au unapoenda sehemu yote ile ya kupata afya, ikiwa ni pamoja na kutaja umri wako. Wapendwa watazamaji, niwakumbushe kulike, kusubscribe, kucomment, lakini pia kwa maelezo yote ile, kwa changamoto yote ile, namba yetu inayokuwa inapita hapo utaweza kutupigia kwa ajili ya ufafanuzi zaidi. Asanteni kwa kunisikiliza.